Atakapotokea kijana mwenzako mmoja mwenye umri kama wa kwako, ambaye nitakupa ishara kukuambia ni nani, huyu kijana utakapombatiza, ishara itaonekana mbinguni. Njiwa au hua atatoka mbinguni, atakuja juu ya huyo kijana, alafu akija juu yake na akakaa kwake, jua kwamba huyo mtu ni mwana wa Mungu, alafu ni mbatizaji atakayewabatiza watu kwa Roho Mtakatifu, sio kwa maji kama wewe. Kwa hiyo Yohana anabatiza, watu wanabatizwa, waelewe assignment ya Yohana. Alipokutana na huyo kijana wa miaka 30, Yohana akili ikashtuka. Unajua kwa nini ikashtuka? Wamekutana, hiyo ni mara yao ya pili. Mara ya kwanza wamekutana wote wakiwa tumboni mwa mama zao. Alafu mama wa Yesu alipopiga hodi, Yesu akaunganisha sauti akiwa tumboni kwenye ile hodi. Alafu Elizabeth mama yake Yohana alipoitikia karibu, ile kufungua tu mdomo wake, Roho Mtakatifu kutoka tumboni mwa Mariamu ambaye alikuwa ndani ya Yesu akaja moja kwa moja tumboni kwa Yohana. Yohana akajaa Roho Mtakatifu, na akajaa Roho Mtakatifu kaliruka akiwa tumboni. Sifika aliruka sarakasi, alitokea nini? Sifika alianguka chani. Elizabeth akashikilia tumbo, hapo akamwambia Mariamu. Tena sio akamwambia, yeye mwenyewe akajaa Roho Mtakatifu, hapo akamwambia Mariamu, uliposalimia kitoto kiliruka ndani. Yohana ndio mwanadamu peke yake aliyejaa Roho Mtakatifu akiwa tumboni. Kwa hiyo ukisikia Makonde Mchaga na Myakyusa anasema alijaa Roho Mtakatifu akiwa tumboni, kemea, sema kwa jina la Yesu aende kwenye maji. Jua unadanganywa, kwa sababu aliyebatizwa hivyo ni mmoja na atabaki hivyo. Wengine wote Roho Mtakatifu tutampata ukubwani. Tuko pamoja? Wewe ni bosi, ulibatiza tukiwa tumboni. Wewe ni mkubwa kuliko mimi, siwezi kukubatiza. Alafu akamwambia shaka, tulia, nibatize, tutimize haki yote. Yesu akabatizwa, alafu ile ishara ikaonekana. Alafu Yohana ndio anashuhudia, anasema, nami sikumjua mwanzo, ila yule aliyenituma kubatiza aliniambia, utakayemuona njiwa amekuja juu yake na amekaa, huyo ni mwana wa Mungu. Alafu huyo ni mbatizaji. Kwa hiyo Yesu anatangazwa sasa, huduma yake inaanza, na huduma yake ni moja, ni kubatiza watu, lakini habatizi maji, anabatiza watu kwa Roho, kwa Roho. Kwa hiyo unaona uhusiano wa ubatizo ambao mara nyingi unahusisha maji na Roho. Mbona mwitiki na Roho? Unajua kwa nini nawauliza hivyo? Msije mkanidanganya nikafikiri mnaniona tu hapa kumbe mmelala. Siku hizi watu ni watukutu, wanaweza kalala huko amekodoa macho. Madereva hii tunaijua, unaweza kaendesha gari kumbe umelala, lakini watu wakikuangalia macho hivi. Kwa hiyo hapa adanganywe mtu. Kwa hiyo ndio story ya kwanza ninayotaka kukueleza kwa nini Roho Mtakatifu huyo anayetajwa kwenye sura 7 za kwanza za Yohana anahusishwa na maji. Ukija sura ya 3, Yesu alipoanza huduma, alipokuwa akifundisha, alipokuwa akihubiri, kwa kuwa yeye anahubiri akiwa amejaa Roho Mtakatifu, watu wanapona, vipofu wanaona, wafu wanafufuliwa. Alafu alikuwa mwanaume wa ajabu, mtakatifu kuliko watu wote, ambaye kitu chochote kichafu kikimgusa hachafuki, ila kichafu ndio kinakuwa kisafi. Nitakwenda kusema amini. Maisha yetu tulionayo wanadamu, viwango vyetu sisi, hata uwe msafi vipi, ukigusa kichafu, msafi ndio anageuka anakuwa mchafu. Tuko pamoja? Kama unabisha, nenda kaagize pilau lako sinia zima, alafu apite tu njiwa au mende, hata kama kamende kadogo kutumbukia kwenye pilau, haliliki. Kwa hiyo wanadamu wote viwango vyetu kuonyesha ni wanadamu, kichafu kikigusa kisafi, kisafi kinakuwa kichafu. Lakini kuna mwanaume mmoja amewahi kuishi hii dunia, vichafu vyote vilipomgusa alikuwa habadiliki yeye kuwa mchafu, alikuwa anafanya vichafu vinakuwa visafi. Nataka mfano mmoja wapo. Siku moja ameguswa pindo na mwanamke mwenye kutoka damu. Kwa sheria na Torati ilikuwa inaagiza mwanamke anayetoka damu aliye kwenye siku zake akigusa kitu chochote, kitu hicho kinakuwa najisi, na ukigundulika utatengwa mpaka jioni. Na ili urudishwe kwenye jamii, inabidi uogeshwe mara 7, ubadilishwe nguo, na zile nguo alizogusa zichomwe moto. Hiyo ndio Torati.
Alafu Yesu akiwa anajiandaa kwenda msalabani, sharti lake inabidi afe akiwa mtakatifu kwa siku zake. Akifa akiwa amenajisika, ukombozi upatikane. Mwanamke mwenye kutoka damu akakiuka masharti, akamvizia Yesu wakati anajijua ni najisi, akaja akashika vazi, alitaka kutunajisia Yesu wetu asituokoe. Lakini bahati nzuri, huyu anayeguswa ndio mtu pekee mwenye sifa ya kukifanya sawa. Ilipotokea kukawa hakuna namna, inabidi mchafu atakasike. Damu zikakoma, akatakasika, kesi imeisha, Yesu anabaki na usafi. Ndio maana lile zoezi alikuwa dogo, alipogusa Yesu mwenyewe nguvu zifanyaje? Zilimtoka. Sio naongea na watu? Kesi ya pili, Myahudi alikuwa haruhusiwi kugusa maiti. Ukigusa maiti umenajisika. Na hasa akiwa mnazorayo, akiwa mtu mwenye nadhiri. Na Yesu ni miongoni mwa mtu aliyekuwa mnazorayo. Siku moja mwanamke mmoja, tena Gentiles kama sisi, mtu ambaye sio raia wa Uyahudi, alifiwa na mtoto. Alafu yule mama akaja akalia, akamlilia Yesu amfufue mtoto wake. Alafu Yesu akijua kwamba akigusa maiti ananajisika, akataka kama kukwepa, akamwambia maneno magumu sana ambayo alikuwa pia ni kumtest imani ya yule mwanamke. Akamwambia, siwezi kumpa mbwa chakula cha watoto. Ukiambiwa wewe sitashtaki kesi, nimetukana mbwa. Lakini yule mwanamke akamwambia, sawa, hata mbwa wanaokotaga makombo mezani bwana kwa bwana zao. Yesu alipoiona imani akaona huyu mwanamke ana qualify. Na moja ya sifa Yesu akionaga imani hajawahi kuignore. Yaani hajawahi kuignore mtu ambaye amemwamini. Yesu akalazimika aguse jeneza. Unajua huyu mwanaume akigusa kitu, lazima kitu ndio kiathirike, sio yeye athirike. Alipogusa jeneza, maiti yenyewe iliona aibu, ikaahirisha kufa, ikafufuka. Sasa alipokuwa akifanya huduma hii, kuna mafarisayo fulani alikuwa masomi, maprofesa, yakagundua kitu kimoja, kwamba huyu jamaa akifundisha hafundishi kama sisi. Yeye akifundisha maneno yake yanaambatana na ishara na nguvu. Nikodemo akaona haina shida, kwani tabu iko wapi? Akavizia usiku, akaenda kumgongea Yesu. Nani? Mimi Nikodemo. Umefuata nini? Naomba tuongelee ndani, wasije wakaniona. Alafu kabidi amuulize, mwalimu mwema, najua siri ya mafanikio yako ni ufalme wa Mungu. Nifanyeje mimi na mimi niingie huko kwenye ufalme, ili nikifundisha watu vitu vinavyotokea kwako vitokee na kwangu? Alafu Yesu akamwambia Nikodemo, hii inawezekana tu kwa mtu aliyebatizwa kwa Roho Mtakatifu. Ndio akamwambia, mtu asipozaliwa kwa maji. Anaposema kwa maji, maana yake asiyebatizwa kwa maji na kubatizwa kwa Roho Mtakatifu hawezi kamwe kuurithi uzima wa milele. Nikodemo akaanza kujiuliza, nawezaje kuzaliwa mimi mtu mzima na ndevu zangu hizi na nini? Akamwambia, yaani mwalimu mzima hujui mambo haya? Kwa nini? Yalikuwa ni mambo ya rohoni. Kwa hiyo utaona tena Yesu anazungumza habari za Roho Mtakatifu zikienda sambamba na ubatizo, akimfananisha na maji. Tunaelewana wote? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Maana yake ni nini? Yesu sura ya kwanza ametangazwa rasmi ndio mbatizaji katika Roho. Sura ya tatu Yesu anaeleza sifa za mtu anayestahili kubatizwa na Roho Mtakatifu. Ni lazima awe amezaliwa mara ya ngapi? Ya pili. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya watu waliozaliwa mara ya pili, ni kwa ajili ya mtu aliyeokoka. Ndio message ya sura ya tatu. Unaona hiyo connection ilivyo nzuri? Sura ya tatu, afu nilisahau kutoa title kwenye historia ya sura. Historia ya sura ya tatu tunaweza tukaita walimu wawili wakutana usiku chemba. Nikodemo akiwa mwalimu mwenye cheti aliyesoma formal education, Yesu akiwa mwalimu ambaye hajawahi kwenda shule, lakini amemzidi mbali sana aliyeenda shule kwenye cheti. Tuko pamoja watu wa Mungu? Sura ya tatu ni sura ya 4, na hii ndio ninayoipenda. Na hapa ndipo ninapotaka kufundisha, huko kote nakupa muhtasari. Na ile nataka nipe title, mwanaume mwenye njaa akutana kisimani na mwanamke mwenye kiu. Hiyo ndio title, na ndio tunachotaka kufundisha. Biblia inasema hivi,
Yesu akaazimia kwenda Galilaya. Kumbuka Galilaya ndio kulikuwa kwao, alikuwa Yerusalemu wakati huo. Alafu akalazimika kupita Samaria. Hebu wote tuseme Samaria. Samaria. Alafu akapita kwenye kijiji kimoja kinaitwa Sikari. Pembeni hapo kulikuwa na kisima cha Yakobo ambacho Yakobo alikichimba akampa watoto wake. Alafu kwa kuwa alikuwa na njaa akawaambia wanafunzi wake waende mjini wakatafute chakula. Yeye mchana jua linawaka akakaa pale. Alafu ndipo akaja mwanamke mwenye kiu. Akakutana na mwanaume mwenye njaa. Unaweza usinielewe sana. Lakini hawa watu wawili wakikutana, yani tafuta siku njaa kugonga, alafu kutana na kadada nako kana kiu. Mwanze kuzungumza. Anaitwa Silas, akawa mkarimu, akawaruhusu raia walioko kwenye ile nchi warejee kwao kama wanataka. Waisraeli wakaanza kurudi. Wakarudi kwa awamu tatu. Awamu ya kwanza alirudi jamaa anaitwa Zerubabeli akiongozana na kuhani anaitwa Joshua. Awamu ya pili akarudi Ezra akiwa na kundi la Walawi karibu 50,000. Awamu ya tatu haikuwa 50,000, wale awamu ya kwanza ndio 50,000. Awamu ya tatu akarudi Nehemia na wakairejesha nchi. Na ili wairejeshe nchi wakaanza ujenzi wa kujenga nchi. Wanatakiwa kujenga ukuta kwa ajili ya security, wanatakiwa kujenga hekalu. Walipoanza ujenzi, wale ndugu zao wanaoitwa Wasamaria, kwa kuwa wana damu ya Kiyahudi, wakaja wakawaambia, sisi ni sehemu yenu, turuhusuni tujenge nchi pamoja. Alafu hawa Wayahudi original pure waliotoka kule wakagoma. Wakasema, ninyi kwanza mmekiuka sheria ya Mungu, ninyi ni machotara, hamna fungu wala sehemu kushiriki kwenye huu ujenzi. Kwa hiyo uhasama ukazaliwa hapa. Alafu wakatoa sharti, wakasema mkitaka kama kweli mna nia mnataka, yule ambaye ni Myahudi original aliyeoa kabila lingine awe tayari kumfukuza mke wake na awe tayari kufukuza watoto. Alafu wale majamaa Mayahudi wakaamua kukubali, wakawafukuza wake zao na watoto wao. Sasa piga hesabu, wewe ndio mtoto unayefukuzwa na ni mke unayefukuzwa. Alafu naambiwa unafukuzwa kwa sababu ya Mungu wao. Eti baba ameokoka, kwa hiyo amegundua alioa mama ambaye sio sahihi, na alafu akazaa watoto kwani watoto wako sahihi, kwa hiyo watoto wamefukuzwa. Huyo baba utamuelewa au muelewe? Naomba mnijibu, huyo baba anaelewa wewe? Kwa hiyo hao walioondoka wanaitwa Samaria, waliondoka wakiwa na uchungu na hasira za kuua mtu. Hawa ni watu. Na wakizunguka pale nilipo, alianza kaka mkubwa akanipungia mkono, akapiga hivi. Na mimi nikaa. Akaja wa pili, wa tatu. Na mimi moyoni mwangu najua, yes, hawa ni watu. Alipofika kale kadada kao, alikuwa ni dada mzuri, amepika vizuri, amevaa vizuri. Mzuri, yani ni mzuri. Duniani wote ni wazuri, lakini tunakubaliana kwamba hatufanani. Ila nikaja kugundua kwamba yule dada hayuko mnoma. Yeye badala ya kufanya hivi, ngoja nirukio au pale sana. Yeye alinifanyia kituko. Ilipofika zamu yake sana tembea hivi, akasmile pale. Hapo kanisomea akafanya. Nikajua tayari. Lakini niliambiwa niandike pepa ningekonkurudi kwamba udada pamoja na kaka zake wako vizuri. Lakini alipopata nafasi ya kudemonstrate kilichopo moyoni, nikajua hapa kuna fuse zimefanyaje? Kwa hiyo Yesu anachokifanya hapa kisimani, anachotaka anajaribu kuconnect fuse aone ndani ya moyo wa mwanamke kuna nini. Na unajua Yesu alifaulu. Unajua nini kilichotokea? Tabia ya kwanza, tatizo la kwanza. Huyu mwanamke kwenye mazungumzo alionyesha matatizo matatu ambayo ni matatizo basic kila mwanadamu asiyeokoka anayo. Na nitakueleza. Tatizo la kwanza ni dhambi. Au naweza kusema alikuwa na njaa, alikuwa na kiu. Kumbuka tunasema mwanamke mwenye kiu, alikuwa na kiu ya dhambi. Alikuwa na shida ya dhambi. Tatizo la pili, alikuwa na kiu ya hisia. Hebu wote tuseme hisia. Tatizo la tatu, alikuwa na shida ya kiroho. Hebu wote tuseme shida ya kiroho. Kwa taarifa yako, mtu yote ambaye hajaokoka anakabiliana na haya mambo matatu. Ndio maana mhubiri yoyote
akihubiri lazima aguse hayo maeneo matatu. Na mtu akielewa hapo ndipo anaponyosha mkono kumpa Yesu maisha yake ili amsaidie. Kwa sababu hayo matatizo mwenye majibu ni mmoja tu, ni Yesu. Na nitakufafanulia. Tunaanza na tatizo la kwanza. Yesu aliposema nipe maji, yule mwanamke akasema, wewe ni nani? Wewe ni Myahudi, mimi ni Msamaria. Unajua anachodhihirisha yule mwanamke? Tabia gani hiyo? Tabia gani? Kwenye kita naelewa. Tabia ya ubaguzi. Naomba niwaulize, ubaguzi ni dhambi sio dhambi? Dhambi. Hiyo ilikuwa ni raundi ya kwanza ya mazungumzo. Alafu Yesu akaendelea kusisitiza. Akasema kama ungelikuwa na karama ya Mungu na ungejua ni nani akuombaye maji. Alafu kama mwanamke akamkebei akasema, aya tuashumu sasa. Tena nafikiri kaikaje. Sasa mimi sasa sina kiuno kikuu. Kwa hiyo hapa ashumu kama ndio unaona kiuno cha ndani. Tuashumu. Ngoja tuashumu kwamba ndio kweli unayo maji. Chombo cha kuchotea ni wapi? Na kwenye kuzungumza hivyo, kwenye raundi ya pili ya mazungumzo, mwanamke akadhihirisha dhambi yake ya pili. Anamnyima Yesu nini? Tena kwa excuses ambazo hazina hata maana. Unaiona dhambi ya nini? Shoka. Alafu nikwambie nini? Mwanamke wakati anakuja kisimani, moja ya kitu kilichokuwa kinamliza ambacho alikuwa anakichukia kwenye maisha yake, cha kwanza ubaguzi, cha pili uchoyo. Alikuwa yule mwanamke akikaa peke yake anajilaumu sana. Alafu anasema leo ndio ilikuwa mwisho, sibagui mtu tena wala simnyimi mtu tena. Akikaa peke yake hapo. Kwa hiyo mimi siwezi kuwa mchoyo hivi. Sio tabia yangu, sitamnyima tena mtu. Lakini akitoka nje, akikutana na mtu wa kumpa kitu, anajikuta amefanya uchoyo, amefanya ubaguzi pasipo kujua. Sasa hivi tutakutana na mtu, bahati mbaya kujua sio mtu kama watu wengine. Huyu ni mtu wa tofauti. Haleluya. Moyoni Yesu nafikiri alikuwa anapiga tu tiki. Assignment yake ya kwanza imeenda bomba. Yesu akaendelea na mjadala. Akamwambia kama ungelijua ni nani akuomba, wewe ndio ungeomba kwake nini? Sasa hapa anaanza kumpeleka kwenye ukweli. Kwa mwanamke kiukweli, vinne viko vitano. Vinne huwa ukivipata vinatulizaga kwa muda lakini havikati hiyo njaa ya hisia au kiu ya hisia. Kimoja ndio kinakata, kinaitwa Roho Mtakatifu. Nitakwambia cha kwanza. Kitu cha kwanza ambacho mtu akiwa na hisia anawazaga kukipata, cha kwanza kabisa akipata hisia huwa anatafutaga vinywaji au niite vilevi. Unajua kusikia mtu asema mapenzi yamenivuruga mpaka nimeamua kunywa pombe? Wangapi ambao wameshasikia hiyo? Najua nyinyi ni watakatifu. Yaani mtu ameachwa, hajawahi kunywa pombe, anaenda kunywa. Siku moja mnisamee kwa mfano sio mzuri sana. Askofu mmoja aliwahi kuchichiwa na mke wake. Alafu akamfumania. Bodaboda hao unajua mabodaboda wana akili fulani mbovu. Yaani askofu yuko madhabahuni, bodaboda kumbe kachukua mama askofu kampeleka loji na jamaa fulani ambao ni rafiki la huyo jamaa. Alafu bodaboda akageuza kaja cheche akamwambia mzee nimepeleka sana. Panda bodaboda nikupeleka sema, akampeleka akamfuma mke wake. Alipomfuma mke wake, yule mzee alikuwa ananiambia kwa yaani anatetemeka. Mimi sasa ndio nilitamani kupasuka kwa sababu nilijimagine afu niliogopa. Anasema alipomkuta mke wake, yaani hivi ilimchanganya. Sasa alimchekesha kitu fulani. Umewahi kuchekeshwa ukiwa msibani? Usiombe kukute. Yaani huko unalia lakini unacheka. Yaani jamaa ananisimulia akaniambia jangweni, nilijikuta nimekata kauli siwezi kuongea. Nikaenda dukani nikanunua packet ya SM zile sigara. Ni askofu. Anasema alivuta packet nzima. Alafu kwa kuwa naelewa maandiko, sikumlaumu, nilijua anachokifanya. Mara nyingi mtu akiwa kwenye kiwango cha juu cha hisia, njaa ya juu ya hisia, huwa kilevi, pombe, madawa ya kulevya na vitu vinavyolevya vinakuwaga ni alternative ya kumsaidia kujaribu kukata ile hisia. Ndio maana ukiona mlevi yoyote, wala usianze kumlaumu kwamba ni mlevi. Ni shida, yani ni hisia ambacho hajui anywe nini au avute nini.
na akivuta akinywa anatulia, na atakachoanza kukifanya, yani anafanya kile ambacho kama anaongea. Mlevi akilewa anaongeaga maneno yasiyoeleweka, haongei. Haya, tumfananishe na mlokole. Mlokole akijaa roho anaongeaga peke yake, haongei. Anaongeaga maneno yasiyoeleweka, haongei. Kwa hiyo utakuja kugundua ndio maana Roho Mtakatifu na ulevi vinahusishwa kwa kama kitu kimoja. Yeyote aliyejaa roho kwenye Biblia walimtuhumu amelewa. Mnakumbuka? Walipojaa Roho Mtakatifu watu wakasema wamefanyaje? Wamelewa. Paulo anasemaje kwenye Waefeso? Msilewe kwa mvinyo bali mjazwe nini? Kwa hiyo kumbe vilevi na Roho Mtakatifu wana symptoms zinazofanana. Tofauti ni kwamba aliyejaa roho akianza kuongea peke yake, akianza kuongea maneno yasiyoeleweka, hawezi kuanza kuvua nguo na wala hawezi kujikojolea wala hatukani watu, anabaki mtakatifu. Ila aliyelewa pombe atapigana, atatukana, atakaribu. Lakini wote shida yao ni moja inayowafanya, mmoja atake Roho Mtakatifu, mwingine atake pombe. Njaa, yani ni hisia. Kiongozi, muda umeisha. Bali kidogo. Mnaniruhusu nimalizie? Najua nilianza kuona mwenyekiti anasikitika. Kwa hiyo namalizia, nivumilie kidogo. Kitu cha pili ambacho ni tatizo la hisia. Kuna ugonjwa unaitwa hysteria. Diana najua ni daktari. Au wengine wanaita mass hysteria. Wangapi wanafahamu? Wale mliosoma sekondari mnaweza kuelewa. Mmewahi kukutana na zile shule za sekondari za nini zile? Girls peke yake au boys peke yake. Ule ugonjwa wa kulia na kucheka. Wangapi wanafahamu? Unafahamu? Sasa ngoja nikwambie kidogo. Ule ugonjwa ukimpata mtu akianza kucheka ama kulia, akifanya vituko vyote, hana tofauti na aliyejaa roho. Kwa sababu aliyejaa roho pia akijaa anaweza akacheka au anaweza akalia. Ndio maana inabidi ujue Roho Mtakatifu uweze kupambanua huyu anacheka amejaa roho au ni ugonjwa wa hysteria. Au anacheka amejaa roho au ugonjwa wa hysteria. Sasa huu ugonjwa una tabia moja. Una namna yake au una tekniki zake za kumfanya mtu afikie hizo stage. Na yote ni matatizo ya emotion, hisia. Kwa mfano, ukimchukua mtu ukamtenga kama hivi wadada vitu vikifungiwa peke yao, vinajikuta ndio vimepata ugonjwa vinacheka. Na alikuwa ananiambia Diana walikuwa wanawapa mafuta ya taa. Huo ni ukatili kabisa. Kwa sababu mimi nimesoma, tunaambiwa kwamba haunaga nini? Dawa. Kuna namna tu wanafanya lakini sio dawa. Na wengine unajua walikuwa wanawafanyaje? Ngoja hapo ndio utanielewa. Wengine ukiwapata walikuwa wanawachukua wanawapeleka shule za boys. Si ndio? Wakichanganyika tu kucheka na kulia kuna shughuli. Naomba niwaambie ile ni roho. Sio kitu cha kawaida. Na ningekuwa na muda nafundisha semina, ningekuwa nakuonyesha kwenye maandiko. Sasa hivi nakimbia kwa sababu nataka uelewe kitu fulani. Tuko pamoja. Hiki kitabu kina utajiri mwingi sana. Ni namna tunapokisoma na kukielewa. Sasa nisikilize vizuri. Huko kucheka na kulia pia, ukiwachukua watu, kwa mfano hata sisi hapa tukapelekwa fiesta. Tukipigwa muziki vizuri, yani muziki ule ukapigwa mdundo vizuri, kuna level muziki unapopiga unajua kuna viwango huwa tunaenda. Yani kuna wewe unapanda. Wewe unapanda. Kuna level ya wewe ukifika, hisia zikafika juu, unajikuta unaanza tu kucheka yani. Au unaweza kaanza kulia. Wangapo mmeona concert za Michael Jackson? Tanzania hii kidogo haitokei kwa sababu tunaendaga kwenye muziki tukiwa tayari tuna msongo wa mawazo. Lakini kafuatilia concert za Michael Jackson, watu walikuwa anaanza kalia mpaka anasimia au anacheka mpaka kazimia. Ni ugonjwa, ni roho. Wataalamu wanaita ugonjwa, lakini Biblia inaita nini? Ni roho. Na shida yake nini? Ni hisia. Sasa mwingine inampelekea ikimpata inampelekea ile tatizo la kwanza ambalo nimesema ni nini? Achana na hysteria. La kwanza nimesema ni pombe au vilevi. Mwingine inampeleka kwenye kelele. Na dawa yake mara nyingi naomba nikwambie ni kelele. Ndio maana utashangaa hata hao watu wenye huo ugonjwa wakija kanisani anafanya amejaa roho ameokoka. Ukipigwa muziki kachangamka. Katika nyumba ya Mungu ukianza tu neno analala. Kwa sababu mtu yote akishiba kawaida huwa anafanyaje? Alichofuata ni kelele muziki. Ndio maana ukileta waimbaji kama sisi ambao tunengui, hatukatiki, tunawapoa. Yeye anataka mtu atakayeamsha
amsha. Mungu atusaidie sana. Tatizo la tatu, hisia. Hivyo nakwambia vitu ambavyo vikija kwako vinasaidia kupunguza kidogo hisia, lakini havina majibu. Cha tatu ni mapepo. Wengine wao wamepagawa tu pepo. Na mapepo yakija ndani ya mtu yanaweza yakamfanyisha kitu kile kile Roho Mtakatifu anaweza kufanya. Mtu kuna watu wananena kwa lugha lakini sio Roho Mtakatifu, ni mapepo. Wanatabiri, sio Roho Mtakatifu, ni mapepo. Mimi nimeokoka nilikuwa na miaka 12, nimekuwa na timu za maombi. Siku moja niliwahi kuanzisha timu fulani ya maombi. Tuliomba, tulifika siku ya 4, dada mmoja akaanza kutabiri, na anatabiri kwa neno la Bwana wa majeshi. Alafu mimi Roho Mtakatifu ananiambia humo ndani hamna roho. Nilipoweka mkono kichwani zilifumuka pepo mpaka tukabaki tunashangaa. Mwenye kiti hata kukuta. Yaani unaweza ukashangaa pepo limechomoka kwa mtu ambaye ndio unamtegemea, mnapanga mipango. Ndio maana tunahitaji sana maarifa ya neno la nani? Bwana asifiwe. Kwa hiyo pepo linaweza likafanya hivyo na mtu akajikuta yuko anahisi yuko sawa. Kitu cha tatu ni shule. Yaani kuna watu wamesoma sana vitu vingi mpaka wakafika level fulani ambayo raha yao ni ile jeuri ya shule ndani yao, kiasi ambacho yeye anakuwa muumini wa kitu fulani na ndio raha yake ya kutuliza hisia zake. Kwa hiyo yani yeye na watu hivyo huwa wanapendaga title. Hata ukimtambulisha kwa mfano kama hata ni mchungaji unatoka useme tunamkaribisha mheshimiwa Dr. Profesa Reverend mpaka mafuta na mtikisa nchi, sauti ya simba, ngurumo ya amini, sauti ya zege, ambilile mwaloleo aje mzuri. Ukimfanya hivyo yeye ndani yake anajisikia shwari, na usipofanya hivyo anasema watu kwanza mmepoa kiroho. Hayo yote ni matatizo ya nini? Hisia. Hebu tuseme kiu ya hisia. Na hakuna wa kukusaidia hilo tatizo likikukuta. Mwenye majibu ya hiyo dawa, mwenye hiyo dawa ni Yesu tu. Na yeye anatibu kwa kumjaza mtu Roho. Hebu tuseme Roho. Kwa hiyo huyu mwanamke alipoomba maji, Yesu akajua huyu yeye hisia zake zilimpeleka kwa wanaume. Anahitaji Roho Mtakatifu, ndio akamwambia mimi ninayo maji ambayo mtu akinywa mito, yani hayo maji yatakuwa chemichemi zibubujikiazo uzima ndani yake. Na alikuwa anamaanisha Roho. Sisi pamoja. Kuna mtu amenielewa? Naamini kila mtu anajaribu kujitafakari agundue kwenye hisia zake anatumbukiaga wapi. Tuko pamoja watu wa Mungu. Na hii inawakutaga hati wa papa. Ndio maana wadada mtalia sana, ukipata mwanaume ana Roho Mtakatifu atakutumia afu atakuumiza. Atakuwa anawasiliana na wewe hisia zikipanda. Akipata anachokitaka anagundua amekosea, ametenda dhambi, anakata mawasiliano, hatumi tena message, ukimtumia hajibu, unabaki unalalamika, mbona umechange? Wanaume ndio ulivyo. Mambo wote nyingi. Hakuna mtu hapo. Ni tatizo la nini? Unahitaji mtu aliyejaa Roho Mtakatifu. Unajua tatizo liko kubwa. Kuna siku tutakuja kujifunza kwa undani zaidi, tutaelewa vizuri. Sasa huyu mwanamke akasaidiwa. Alafu aliporukia tatizo la kiroho, Yesu pia akamsaidia na kiroho. Hivi unajua nini kilichotokea? Hapo ndio namalizia. Kilichotokea, mwanamke akagundua nimepata mwanaume tofauti na wanaume 6 wote niliowahi kuwa nao. Namna anavyoongea, namna anavyojua shida yangu. Nimepata mtu anayejua moyo. Shida ya mwanamke ilikuwa ni moyo. Hata ilikuwa wanaume wote wengine ilikuwa ni moyo. Unaweza kufanya hata kumwaga Yesu alitupa mandoo yake, nafikiri aliacha na makanda mbili yake kama alikuwa na maebebo, akakimbia kaenda mjini, akaenda kupiga kelele na kuhubiri, akasema njooni kusanyikeni, njooni nije niwaambie habari za mtu za mwanaume aliyeniambia mambo yote ya moyoni mwangu. Biblia inasema alibeba kijiji kizima wakaja. Unajua nini kilichotokea? Miaka 3 baadaye Yesu akiwa ameshapaa ameondoka.
Kuna mtu anaitwa Filipo, Matendo ya Mitume sura ya 8, akateremkia Samaria, akahubiri habari njema, wakaamini, wakabatizwa, lakini hawakujaa Roho Mtakatifu. Alafu akatuma barua kwa Petro na Yohana, wakaja. Walipokuja Petro na Yohana wakawaombea, wakawekea mikono, Samaria yote ikaenda kwa Yesu. Samaria yote wakajaa Roho Mtakatifu. Matatizo yakakwama. Mwinjilisti wa kwanza, mwanamke mwenye kiu aliyekutana na Yesu kisimani. Ukienda sura ya 7, Yesu anasema hivi, na hapo pia kulikuwa na kastori kako. Wayahudi kwa kuwa ilikuwa ni taifa, walikuwa wamepewa maadhimisho kadhaa ya sikukuu kukumbuka utaifa wao. Mojawapo ya sikukuu walikuwa wanaadhimisha ni sikukuu ya vibanda, ambayo ndio ilikuwa sikukuu inayofunga mwaka. Katika mwaka wa maadhimisho walikuwa na sikukuu 7. Sikukuu ya vibanda walikuwa wanakumbuka wakiwa ukatokeza maji, wakanywa, wakawa hai na wakaendelea na safari. Kwa hiyo tumekuja kukushukuru kwa huu mwaka, na mimi nikiwa kuhani, na ishara ya kukushukuru tuko kwenye nchi ya ahadi na umetupa maji mengi, na mengine haya hapa tumeyaleta. Sasa Yesu akawa anamsubiri. Kwani alipoongea kabla hajamwaga maji, Biblia inasema hali Yesu akiwa amejaa Roho Mtakatifu akapiga kelele, akashangilia kwa nguvu, akasema, haya, kila aonaye kiu na aje anywe. Alafu akasema, mtu akinywa maji haya, mito ya maji kubutikayo uzima itatoka ndani yake. Alafu kwenye mabano inasema alikuwa akiongea habari za Roho Mtakatifu aliyekuwa hajaja bado. Unaelewa anachosema Yesu? Anawaambia hivi kwa lugha nyingine, jamani ya taifa la Israeli, ule mwamba uliotoa maji jangwani waliokunywa baba zenu nilikuwa ni mimi, na yale maji waliokunywa wakasurvive alikuwa ni Roho Mtakatifu. Sasa hivi hamhitaji kuendelea na hii sikukuu. Mimi ndio mwamba, mwenye kiu aje anywe. Sura nielewa. Sharti ya kunywa haya maji, sura ya 3, mtu azaliwe mara ya pili. Sura ya 4, mtu awe na uwezo wa kukiri, awe na uwezo wa kusema kama yule mwanamke, ajieleze tatizo lake na awe tayari kusaidiwa. Sura ya 7, kila mwenye kiu na aje anywe. Mimi sijui ndani yako kiu gani na kusumbua. Najua ni kijana. Kuna watu hapa wana kiu za pombe. Unakuta yeye anakuambia, mimi bwana, mimi mademu hapana. Mimi shida yangu ni pombe. Na si unajua walevi wengi sio watu wa wanawake. Kwa nini? Kwa sababu yeye hicho ndicho ambacho kinamtuliza hisia zake. Lakini ukimkuta mtu hai, utamkuta ni kiwembe balaa. Kwa nini? Hisia zake zimempelekea kwa nani? Kwa wanawake. Mwingine unakuta tu amepagawa na mapepo. Yaani kuna vitu anafanya yeye mwenyewe hapendi. Na naomba nikwambie, hakuna mwanadamu aliyezaliwa duniani anayependa kufanya dhambi. Usidanganyike ukamuona anafanya jeuri mtaani, anaongea mwenyewe, anajigamba. Watu wote tukikosea, tukitenda dhambi, mioyo hiyo inapata shida, inaumia. Siri iko tukiingiaga chumbani tumebaki peke yetu, huwa tunamlilia Mungu, afu tunajilaumu. Hata jambazi akiua, akikaa peke yake, huwa analia, asema nimefanya nini? Naomba tusimame wakati tunamalizia hii. Mwaka mmoja sitakuja. Sababu nibidi muulize, kwani kwa nini wapi? Akanitajia, nikagundua ni jirani. Nikamwambia nakuja. Kwa hiyo nikaenda kwao. Nikamkuta anaishi na aunti yake, ambaye ni mke wa baba yake mdogo, yeye alikuwa na mtani. Alafu tukio fulani la ujambazi ndio tikisa nchi, ndio. Anasema alikuwa anaongoza ile tukio, alikuwa ni baba mdogo. Na waliua siku hiyo, tena waliua ni askari, lakini wakakamatwa. Akasema baba mdogo wakati anafanya ujambazi, sio kwamba alikuwa ni maskini, alikuwa na hardware ya Kariakoo 4. Lakini jambo la ajabu, alikuwa akirudi nyumbani, mama anamwambia, wewe bwana, umeona mwenzako fulani na magorofa, wewe unaona na kitu fulani, pambana maisha. Kwa hiyo tafuta mahali chochote wanachopata ni kama hakitoshi. Kwa hiyo akasema hapo akaingiza kwenye tabia mbaya. Nataka kusema, akaniambia hivi, ila nimewahi kumshuhudia baba mdogo analia kilio ambacho sijawahi kusikia mahali popote. Sasa kuna siku mdogo alikuja akiwa ameloa damu. Alafu akaingia chumbani akajifungia. Akaenda akawa anamvizia, anasema alisikia anajilaumu.
Anasema Mungu, mimi siwezi, nimefikaje hapa? Mimi sio namna hii. Kwa nini nimefanya hivi? Anasema hicho ndicho kilichonirejesha moyo wangu, angalau namhurumianga baba mdogo, kujua hata yeye alikuwa hapendi, anajikuta anafanya matukio, lakini akikaa peke yake nani. Anasema lakini baba mdogo alikuwa akitoka chumbani ni mtu mwingine, ni bonge la jambazi, ni mafia, ni katili, lakini akijifungia kibaki peke yake ni mtu wa machozi, ni mnyonge, analalamika, anatamani Mungu amsaidie. Na nikamwambia usiogope, Mungu amejibu maombi. Ndio maana aliruhusu akamatwe, alafu huko jela ameenda kukutana na Yesu. Kilichompeleka jela ni kile kilio cha ndani alichokuwa analia. Ndicho kilio asikiage mtu mwingine, ni Yesu tu ndiye anaweza. Sasa kuna watu hapa, yawezekana huko kwenye msiba wa namna hiyo, na kila mmoja anajifahamu, na kila maisha ni ya mtu anayajua mwenyewe. Unalia, unaumia, kuna vitu unafanya sio wewe, yaani hata wanaokufahamu sio wewe, na wengine hadi watu wakisema fulani anafanya hivi, wanaokufahamu wanakataa, sema sisi hapana, sisi tunamfahamu Jeni hayuko hivi, ila ndani wewe unaumia kwa sababu unajikuta umefanya kitu ambacho sio wewe. Hujawahi kupanga, hujawahi kukusudia, yaani unajikuta. Na hata ukisema yaani leo ndio naacha, na wengine mmebebana na sadaka mkatoa, mkasema natolea na sadaka ile jambo sitaki liendelee, lakini ukiingia tena kwenye mazingira unarudia kitu kile kile. Naomba nikutie moyo hapa ninapozungumza, nimemwakilisha mwanamume aliyekaaga kisimani, anayeweza kujibu. Na mimi nataka nitumie mwaliko ule ule. Kama unaona ndani yako unayo kiu ya Roho Mtakatifu, ndiye majibu anayeweza kukufanya hiyo kiu kukata. Ndiye anaweza kukusaidia. Kama unaona kabisa kwa hapo nilipofikia nahitaji Roho Mtakatifu, nahitaji kuokoka. Inawezekana umeokoka kwa rudi Mungu, au umeokoka kile jikuta una cycle kwenye hiyo tatizo. Kabla hujafika kubaya, kabla hujafika kwa kumi, naomba nikushauri aliyesema kila unaye kiu na aje pale. Alichokitaka ni mtu apite anywe yale maji, alafu mito ya maji kumilika uzima. Naomba na mimi kwa ile kama sehemu ya sisi anayesema tunataka huyo